Hii mechanism imelenga vitu vikubwa vitatu. Kitu cha kwanza ni namna gani user, mtumiaji atapata faida. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni namna gani protocol ita maintain price isianguke. Hicho kitu cha pili. Kitu cha tatu ni namna gani tutakuwa na backup ya protocol nzima. Ni vitu vitatu tu. Mchoro tukiangalia tuna sehemu ya juu ambayo imetuandikia reserve bond, sehemu ya chini imetuandikia liquidity bond. Kazi ya reserve bond ni control price isiende juu. Tunasema kwamba tunahitaji protocol ambayo inamiliki product ambayo ni imara, haipandi, haishuki. Sasa mfumo wa juu unafanya kazi ya control price isiende juu, na mfumo wa chini unafanya kazi ya control price isiende chini. Una control vipi? Mfumo wa juu ambao ni reserve bond, tunaona una kipengele ambacho kinaitwa minting. Hiki kipengele cha minting kwenye maisha yetu ya kawaida, ufanyaji kazi wake ni kwamba ni kuzalisha. Naeleweka vizuri? Ni kufanya ni kuzalisha. Ndio tunachofanyika hapa. Sasa kwa sababu Protocol Horizon iliingia na product 100,000 tu sokoni. Zile product zingeendelea kwa 100,000 mpaka leo, oil moja ingekuwa na thamani zaidi ya $10,000 kwa oil moja. Kwa sisi hapa tusingekuwa tayari kununua nini? Kununua oil. Kwa sababu ina thamani ya juu sana. Tungetafuta protocol ambazo thamani yake iko chini. Ndio sababu ya kuweka hii mechanism ambayo itakuwa ina print token zingine kuingiza kwenye mzunguko, ila ina print wakati zinahitajika. Kuna namna mbili tu token zitahitajika kwenye mfumo wetu. Namna ya kwanza ni wakati price inaenda juu, kwa hiyo zitamintiwa zingine ili price ishuke. Namna ya pili, token zitamintiwa wakati wewe investor, wewe staker unahitaji faida. Kwa kama unahitaji faida, lazima ziprintiwe zingine ili upatiwe faida. Kwa hiyo zinamintiwa sehemu ambayo inahitajika tu. Kuna uwezekano ilikuwa ni mifumo ambayo haiko automated, haisimamiwi na AI. Kulikuwa kuna uwezekano mkubwa sana kama ilikuwa inasimamiwa na mtu akaprint matoken mengi ili auze apate faida, kwa sababu thamani ya token moja ni zaidi ya $55 ya Marekani. Kwa hiyo ikiwa na maana kwamba ni zaidi ya $130,000 na kitu, $140,000 ya Kitanzania. Sasa $140,000 kwa token moja, kwa hiyo anaweza kuprint labda token 1,000,000 akatengeneza pesa mingi sana. Ila kwa sababu ni mfumo ambao tayari unaongozwa na nini? Na AI, unaongozwa na smart contract, hakuna huo uwezekano tena. Kwa hiyo zitaprintiwa